by the way, jehanamu ya moto haikutengenezwa kwa ajili ya watu. Hivi leo ukitangaziwa kwamba jehanamu haipo tena, imefutwa, yani hakutakuwa na kwenda jehanamu ya moto, mambo yote ni shwari, utafanyaje? Au ungejisikiaje? Au maamuzi yako yangekuwaje? Je, ungeendelea kumshikilia Yesu au ungeendelea kuwa mtu aliyeokoka kwenye wokovu kebaki, au ndo ungesema nilikuwa naisubiri kwa hamu hii ili uwe huru? Sasa leo nataka tuangalie jambo moja la muhimu sana ambalo litakusaidia kuishi katika wokovu wako bila kuwa na hofu tu ya jehanamu ya moto. Yaani sababu yako ya kuendelea kumfuata Yesu isiyo kwamba unaogopa tu jehanamu. Uwe na sababu ambazo zina mashiko za kuendelea kubaki katika wokovu. Uwe na sababu ambazo ukizitafakari, na maandiko yako wazi, wokovu umefanya kitu kikubwa sana. And by the way, jehanamu ya moto haikutengenezwa kwa ajili ya watu. Mungu alipokuwa anatengeneza jehanamu ya moto alikuwa ameiweka kwa ajili ya shetani ambaye aliasi mbinguni na jeshi lake la malaika. So it was not meant for us. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya shetani na malaika zake. Kwa sababu mtu anapokuwa amekufa katika dhambi anaenda jehanamu ya moto kama result ya kutengwa na Mungu. Na jambo hili ndio ambalo natamani leo niliongelee. Jambo moja kubwa sana ambalo ndio lilosababisha mpaka mwanadamu anaenda jehanamu ya moto. Na hilo jambo linaitwa kutengwa na Mungu. Sasa kutengwa na Mungu ndio kilikuwa kitu kibaya ambacho mwanadamu alikipata baada ya kutenda dhambi. Kuwa mbali na uso wa Mungu, kuwa mbali na uwepo wa Mungu, kutokuwa na mahusiano na Mungu. Lakini kama kwa hiyo haitoshi, kuwa na uadui na Mungu. Yaani baada ya mwanadamu kutenda dhambi akawa na uadui na Mungu. Na leo nataka nikutazamishe jambo hili ili unapotafakari kuhusu wokovu wako, kuhusu maisha yako kumfuata Yesu, uanze kufurahia wokovu na kuona kwamba ni jambo la maana sana na umefanyiwa jambo lililo bora kuliko mambo yote. Twende kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 5 mstari ule wa 10. Paulo anaandika, anasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa katika uzima wake. Kwa jambo kubwa Yesu alilolifanya ni kutupatanisha sisi na Mungu. Yaani kwa kupitia kazi ya Yesu msalabani, mimi na wewe tuliokuwa maadui. Hivi unaposikia neno adui, ushakuwa na adui? Yaani kwa maana tu kwenye maisha ya kawaida ushakuona mtu kama adui yako, yaani mtu anakupiga vita. Mkikutana hivi hata kuongea hamwezi kuongea. Hamwezi kuwa na mahusiano mazuri. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa na kwa Mungu ilikuwa ni zaidi ya hivi ambavyo tunaweza tukawa na uadui na wanadamu wenzetu. Lakini kwa kupitia Yesu alichokifanya msalabani tukapatanishwa na Mungu. Sasa Paulo analielezea jambo hili kwa kina sana kwenye Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Ukipata muda soma ule wa 17 ambao unajua unaufahamu, anaposema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa nataka nikuonyeshe, au msisitizo wangu kwenye hichi ninachokuambia leo upo kwenye mstari wa 18 na 19. Anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari wa 19, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. What a love! Yani Mungu, sisi ambao tulimkosea tukawa maadui zake, Mungu akaamua kuja kutupatanisha yeye na nafsi yake mwenyewe. Can you imagine that? Na anasema alikuwa ndani ya Kristo. Kwa kuja kwa Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe alikuwa anashuka kunitafuta mimi na wewe, kujipatanisha, kutupatanisha sisi na nafsi yake. Kwa Yesu alipokuwa anakufa ni Mungu alikuwa anatumia njia hiyo sisi tupatane na yeye. Kwa kama kuna kitu you need to treasure kwenye wokovu wako ni kwamba wewe umepatanishwa na Mungu. Hauna uadui na Mungu. Na mtu yeyote ambaye hajamwamini Yesu, unayo zawadi hii kwamba Mungu alishakupatanisha kupitia Kristo Yesu. Kwa ukimwamini tu Yesu leo unapatanishwa na Mungu. Kwa hiyo rafiki yangu, usiogope jehanamu.
Hata kama jehanamu ukiambiwa jehanamu leo imefutwa, wewe utaki kumwacha Yesu kwa kusema kwamba sasa mwanangu hapa ndo mambo yote fresh. Lakini ukijua kwamba uthamani wa wokovu wako ni kwa sababu umepatanishwa na Mungu, utaendelea kubaki ndani ya Yesu. God bless you. Kumbuka Yesu ndo